Mheshimiwa, inauma. Nilipobomolewa bati pale. Mtenda kuishi wapi? Nyumba ile, choo ile. Mimi nijisaidia wapi? Naomba sasa hivi kwenye jukumu hili kumkaribisha mwenyekiti atufungulie kikao. Mwenyekiti karibu. Poleni kwa changamoto. Asante. Tumeona mmefika hapa. Mheshimiwa Mbunge amekuja kuwasikiliza. Kwa sisi hatuna mengi sana. Karibishe kwanza nifungue kikao hiki rasmi, lakini nimkaribishe mwenyekiti wa serikali ya mtaa aweze kuendelea na itifaki ya ugeni ambayo amekuja nayo. Awali yote mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini yote kwa yote nisizungumze sana. Kwanza nikushukuru mwenyekiti kwa kufungua kikao hiki, lakini moja kwa moja nijikite kwenye mada yetu. Mheshimiwa Mbunge, walioko mbele yako hawa ni wakazi wenzetu sisi wa mtaa huu wa Chakechea. Kikubwa ambacho tumekuitia hapa ni ile kazia ambayo ilijitokeza hapa siku ya Jumamosi. Mimi nikaona itakuwa sio vizuri jambo kama hili linajitokeza na wewe uko hapa tushindwe kukueleza hili jambo. Na kweli jana tulikuwa tuko kwenye kikao cha chama. Bahati nzuri ulipofika tukafikisha hili jambo kwako, lakini pia kwa namna moja au nyingine nikushukuru sana kwa kuweza kutake action, kwamba jana nilipokuambia nasema kesho asubuhi tutakuwa pale ili tuweze kuona tunapataje uvumbuzi. Kama nilivyotangulia kukuambia jana ile jambo, lakini kiuhalisia sehemu ambayo imetokea kazia ni hili eneo ambalo tuko sasa. Na sisi tumeona kwamba kama ni mkutano na hawa wananchi wenzetu au na viongozi waliotoka kata pamoja na viongozi wetu wa tawi, tufanyie moja kwa moja sehemu husika ambapo ndo hapa. Sasa Mheshimiwa Mbunge, mimi sina majambo mengi ya kuzungumza kwa sababu jana nilikueleza kitu gani kilichotokea na nikachukua hatua gani. Lakini kiuhalisia siku ya Jumamosi kama mimi nisingekimbia kuja hapa, maana yake hata nyumba hii na nyumba hii hapa zisingekuwepo. Na nikiri wazi mbele hao wananchi na viongozi waliokuwepo hapa, kilichofanyika hapa Mheshimiwa Mbunge, mimi binafsi kama mwenyekiti wa mtaa na hao wananchi waliokuwepo ndio walionichagua mimi sina taarifa ya kuhusu hapa uvunjaji. Karibu Mheshimiwa. Mimi ni miongoni mwa mhanga kwa majina anaitwa Mubaraka Dani Mbodo. Mubaraka Dani. Mheshimiwa, mnamo tarehe 26 walikuja watu wasiojulikana wakaja kuandika bomoa. Jina la mwisho ni Mubaraka Dani Mbodo. Mbodo. Sawa. Walikuja watu wasiojulikana wakaja kuandika bomoa. Bomolewa cha kwako? Hapa pote kwa mimi. Niliondoka moja kwa moja mpaka serikali za mitaa. Bahati nzuri nilimkuta mwenyekiti mtendaji na wajumbe wake wawili Lila na Jinani Sokoni. Nilimuuliza maswali yafuatayo. Mheshimiwa, una taarifa gani kuhusu kule kwetu? Akasema sina taarifa yote ambayo ninayojua. Nilimuuliza swali, una taarifa watu kuja kuandika kubomoa? Akaniambia hapana, sina taarifa watu kuja kubomoa wala kuandika ile andishi. Nilimuuliza kata unayo taarifa? Akaanza kata hawana taarifa. Mheshimiwa, nilipata na mkakasi mkubwa sana kwa maswali ambayo aliniuliza mwenyekiti. Swali la kwanza aliniuliza eneo umepataje? Ilibidi nimuongopee nimwambie eneo nimeuziwa, ili nimjue nia yake nini anataka kukizungumza. Nikamuuliza kwa nini unaniuliza hivyo? Akaniambia nenda kumwambia leo kuuzia kurudishie pesa yako. Nilimwambia tena kwamba eneo mimi nimepewa na kakaangu. Aliniuliza swali la pili, ukibomolewa pale unaenda kuishi wapi? Nilimwambia nakudai hela yangu, utanipa hela yangu nikapange. Maswali ambayo yalinipa shida sana. Lakini majibu yake niliyapata mwishoni kwenye maelezo yangu, ndo nitakwambia majibu yake niliyapata.
Alisema subiri nimpigie simu mtu. Akatoka nje pale kwenye kao akasogea pembeni. Alichokizungumza mimi sijui. Alirudi tena aliniambia niende kata. Nikakutana na mtu mmoja sio anasema si fahari sio nani. Mimi nikamwambia mwenyekiti, wewe umesema hujui. Sasa hizi unaniambia niondoke niende kata nikakutana na fahari. Kuna maelekezo gani? Fahari amepiga simu hapa anambia uende kwa mkurugenzi. Sasa kwa mkurugenzi nikafanya nini ikiwa wewe mwenyekiti wangu huna taarifa yoyote? Akasema inawezekana mkurugenzi anayo taarifa pale wewe bomolewa. Kile kitendo mheshimiwa mbunge kilinipa mashaka sana. Ikalazimika mimi nirudi nyumbani nije kukaa. Siku ya Jumamosi au Jumapili kama sikosei, mwenyekiti alikuja. Alileta kibali feki, kimepigwa kopi, hakijulikani mbele nyuma, nyuma mbele. Ukiangalia kile kibali alichokileta kimeandikwa tarehe 26 mwezi wa kwanza 2026. Cha kushangaza kile kibali kimeletwa mwezi wa 3. Ina maana kilishaandaliwa kabla ya. Sisi tulimuuliza mwenyekiti, unapokeaje karatasi kama ikuwaletea wananchi wako? Tulikikataa kile kibali. Ya haikupita dakika 5 mheshimiwa, ilikuja gari na kuleta kile kibali ambacho ameonyesha mheshimiwa. Katika maneno yake na mnukuu, mwenyekiti alizungumza mbele ya wananchi, sikuwa mimi peke yangu, wala haya maneno alikuwa anazungumza mwanzo sikuwa mimi peke yangu. Alisema hivi na mnukuu, eneo lenu kipande hichi mheshimiwa anataka kuuza Adija ambaye ni mtendaji wa kata pamoja na Wambula. Mashahidi hapa wapo, tutawasimamisha. Hakuzungumza eneo la peke yangu kwamba naongopa. Hakuzungumza kichochoroni. Alizungumza ndani ya wananchi, ndani ya nyumba. Kwa hiyo mheshimiwa, kinachotokea hapa mheshimiwa anakijua. Kinachotokea hapa mtendaji anakijua wa mtaa. Kinachotokea hapa mkurugenzi anakijua. Lakini kwa nini unataka kuingiza nchi kwenye matatizo? Kwa nini unataka kutengeneza haruki? Mimi leo nalala hapa. Kwa nini mimi sio Mtanzania? Mimi sijapiga kula kumchagua huyu. Utambulisho wangu hivi mheshimiwa. Hizo kadi CCM. Sina haki ya kuishi. Mtu anakuja kubomoa nyumba. Ina maana mheshimiwa, mimi ningefanya kama nilichokifanya nini kingetokea leo tungekaa hapa tuzungumza hivi. Kibaya, kinachonisikitisha. Zinafanya kazi. Viongozi hao wote hawajaja. Sisi takataka. Ili kamera zingine. Mimi nimewapambania hao kuingia madarakani. Mimi nimepiga kula yangu. Huyu mwenyekiti mimi nimeondoka naye hapa mpaka makao makuu ya chama, tunamlilia aje tupambanie. Maskini ya Mungu amekuja hapa. Hakufanya kitu chochote kwa wale watu zaidi ya kuwaondosha pale waondoke. Alimpigia simu mheshimiwa diwani, akasema anakuja. Akabadilisha kauli. Akasema diwani hawezi kuja. Mtu gani? Una dhamira gani na sisi wananchi? Mheshimiwa, inauma. Nimebomolewa bati pale. Mpenda kuishi wapi? Nyumba ile, choo ile. Mimi nijisaidia wapi? Mwenyekiti wewe ndio unasababisha yote kwa sababu tulieni, si ndio maana tunatatua. Tulieni. Hapana, tulieni. Mheshimiwa, tuendelee. Mwenyekiti, naweza kuchukua nafasi kidogo? Mimi nataka nimalizie kidogo mheshimiwa, pesa sasa kidogo tufunge.
Mheshimiwa, tuendelee. Mheshimiwa Mbunge, nadhani bado tuna imani kubwa sana na uongozi wa mtaa, bado tuna imani kubwa sana na uongozi wa kata, lakini pia bado tuna imani kubwa sana na taifa na serikali kuu na serikali za mitaa. Kimsingi, narudia, nachelea kusema, bado tunahitaji tafsiri. Hizi kadhia kwa namna moja au nyingine bado zinahusishwa au zinaoanishwa na baadhi ya watendaji ambao kwa namna moja au nyingine ndio wanaoichangia hilo. Mimi bila kupepesa macho, eneo lote sio hapa, hili lote pande hii ni block 25 ambayo imeripotiwa kuwa na kadha wa kadha ujifu wa amani kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama wakiwa ni mashahidi. Lakini nataka leo kusema kuna vibali vya ujenzi ambapo vimetoka manispaa, vimeidhinishwa na mtendaji kata na mtendaji wa mtaa, sio mwenyekiti wala sio diwani, lakini mtendaji wa mtaa na mtendaji kata akiyatamka kwa maandishi, maeneo haya yote ni squatter. Sasa tunashangaa inakuwaje leo viwanja hivi kwamba hii ni open space, hapa kuna mtu, hapa kuna mtu, wakati wewe vibali hivyo umeviidhinisha kwamba eneo hili ni squatter. Na tukienda mbali zaidi, mkurugenzi wa manispaa kasaini nyaraka hiyo, nitakupa kama ushahidi. Hiki ni kibali kimetoka kwa mkurugenzi wa manispaa kasaini, utakuta sahihi na muhuri wa mtendaji kata na mtendaji wa mtaa kuidhinisha eneo hili ni squatter. Sasa leo watu wanafika pale, anaambiwa huo wito wa kuitwa haupo, na hata huyo mtu aloleta hii document sio mtumishi wa serikali. Goodluck Kimambo, na ambaye ameisaini mheshimiwa, nyaraka hii nitakupa tu, nitaichukua kwa sababu ni ushahidi mbeleni, kwa sababu tutafika mbali. Amesaini na amesaini kwa niaba ya mkurugenzi, na amemsainia mtu ambaye hana mamlaka ya kumsainia, na sio mtumishi wa serikali wala sio mtumishi wa manispaa, sio kada wa chama. Sasa hii kadhia ndio inaleta mkanganyiko wa watu kujua haya maeneo yana shida. Ndio maana Mheshimiwa Mbunge, tunahitaji kitengo maalum kama ni afisa ardhi au mamlaka husika itoe tafsiri ya haya maeneo. Kwa hiyo nimekupa kwa mfano na ushahidi wa eneo lililokuwa limevunjwa. Huyu mtu ameingiza pesa yake, amepoteza gharama, amepoteza muda, lakini leo hii anakuja mtu siku ya Jumapili ambayo sio siku ya kazi, na akaja akasema ametumwa na wakubwa. Tukiuliza ni mkubwa gani, hataji. Kufuatilia sio mtumishi, ni muhuni ambaye amekuja kuleta shida. Sasa ingetokea kadhia uvunjifu wa amani, ingekuwa kuna tatizo hapo, jeshi la polisi lingeingilia, vyombo vya ulinzi na usalama vingeingilia. Kumbe ilikuwa ni utaratibu tu. Na kwa nini hakuweza kupita kwa mwenyekiti? Kwa sababu kama mwenyekiti alipita angekuja naye, lakini kama unampa tu document mtu, tena ilikuwa spini copy, haikuwa sahihi. Kwa hiyo hizo kadhia zitaendelea kuwepo kama hazitopatwa chombo maalumu cha kutafsiri haya maeneo. Hilo ni la kwanza. Lakini kwa kujazia, Mheshimiwa Mbunge, haya maeneo yanaambiwa ni maeneo ya wazi, open space. Bahati nzuri si tumeenda zaidi, tumefanya search, ili eneo linaonekana ni eneo la wazi kwa mujibu wa ramani ambayo inasoma block 25 Kibada. Lakini sisi kwenye jiografia hatuingilii sana, mimi siko kwenye jiografia sana. Lakini kama kuna wakazi walishakuwa toka tangu kabla town planning haijafanyika na ramani haijakuja, maana yake kulikuwa na utaratibu wa kuwaondoa, na utaratibu huo maana yake wangeletewa taarifa za nyaraka kwamba hili eneo ni la wazi kwa minajili ya ramani zetu, tunawaomba muondoke. Hawa watu wasingebishana leo, wala hii kadhia isingetokea, na maana hata wangevunjiwa na utaratibu ungefuatwa wa kuvunjwa, leo tusingekusanyika hapa. Tumeacha kazi zetu, bunge umeacha kazi zako mheshimiwa, na viongozi wengine wameacha kazi zao, lakini tunajadili kitu ambacho kingeweza kutafsiriwa na waliopewa mamlaka ya kutafsiri. Kwa minajili hiyo, eneo hili, kipande hiki ambacho tunakiona kimeingia kwenye mgogoro, kitaendelea kuleta mgogoro kama mamlaka husika hatitaweza kutoa ufafanuzi juu ya matumizi ya ardhi hii.
bloko 25 changanyikeni ploti namba 103. Na ramani hiyo ilitoka 2008 mwezi wa 7 tarehe 25, tunazo kwenye nyaraka. Tusikihitajika tutazileta kama ushahidi. Kwa hiyo nimetaka kuripoti kwenye hii, mimi naomba nisiongee sana kwa sababu ziko hoja nyingine, niwapishe wenzangu alafu tutaendelea na hoja nyingine. Lakini nimetaka tu kukupa nyongeza ya kipande hiki ambacho kimeathirika. Asante. Kwenye issue ya vibali vya ujenzi au kwenye eneo limekuwa na trespass, uko utaratibu ambao unatakiwa wewe kuufuata, lakini sio kusema unaondoka na fundi. Lakini sikuishia hapo, nilijaribu kuendelea kufuatilia kwa simu. Yule bwana alichukua karatasi yake, Domele Stopoda alichukua karatasi yake kwenye begi lake. Huyo mtu anajulikana kwa jina la Goodluck Kimambo, kwa majina alivyojitambulisha. Goodluck Kimambo, na namba yake ya simu tunayo. Alitoa hii karatasi ambayo ina nembo ya manispaa, tutaiwakilisha kama kielelezo baadaye. Na akiwa alivyoitoa kwenye begi akawa na muhuri, kuingize kwenye vitu ambavyo wewe haupo. Sisi tumeshiriki kwenye kampeni zako nyingi sana. Unachokinadi na unachokisema leo kimejionyesha kwa vitendo. Sisi mheshimiwa, tukuishia hapo. Sisi tulikuwa tuna safari ya kwenda kwa waziri kwa mujibu wa nyaraka tulivyozikusanya. Lakini tunashukuru Mungu umefika, tunaamini jambo letu limefikia sehemu sahihi. Kwa sababu ukiangalia saini ya mtendaji wa mtaa, kasaini, kampa mtu kibali cha ujenzi. Mtendaji kata amesaini, ametoa kibali cha ujenzi. Mkurugenzi wa manispaa amesaini, na ni kibali recent cha 2025 hicho. Na watu wamelipia pesa zao kupitia control number ya serikali. Lakini leo watu hao wanasema maeneo haya watu wahame, waondoke kwa sababu wameyavamia. Sasa anavamiaje wakati wewe umempa vibali vya ujenzi? Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, mheshimiwa, la pili ni wenzetu ambao wapo kwenye mihimili mingine, nikimaanisha mabaraza ya usuluhishi ya ardhi, nikiwa naongelea kata, nikiwa naongelea wilaya, lakini hususan naongelea wilaya. Baraza letu la kata sijaliona lina shida. Kwa ufuatiliaji wetu halikuwa na shida. Tulishakuwa na kikao na mheshimiwa diwani, lakini hapakuwa na shida kwenye baraza la ardhi la kata. Lakini ukakasi na hizi kero na haya magomvi yanatokana na mashauri au hukumu au maelekezo ya baraza la wilaya la kata. Bado linahitaji kuchunguzwa. Kwa sababu kama uliweza kumpa mtu hukumu na tuzo na utekelezaji ukafanyika, leo hii inatokea inaambiwa kwamba ile eneo lilofanywa hukumu imetenguliwa, alafu imeenda tena imetolewa hukumu ya alioshindwa kesi kuja kuyatawala haya maeneo. Sasa huo mkanganyiko wananchi wanahitaji tafsiri. Kwa sababu inapotoka hukumu kisheria kuna siku za kukata rufaa. Kwenye baraza la wilaya ni siku 45. Kesi imeamuliwa tarehe 5 mwezi wa 11 2023. Jaji mwenyekiti amesaini, ametoa nafasi za kukata rufaa. Watu wameshindwa kuja kutetea haki zao. Utekelezaji ukaja wa kubomoa. RPC alipelekewa nakala. Hizo nyaraka tunazo kwa ushahidi, tutazileta. Lakini vile vile serikali ya mtaa ililetewa nyaraka. Lakini mwisho wa siku mtu anatoka 2024 mwezi wa 6 anaenda baraza wanaenda kutengua hukumu ambayo ilishafanywa utekelezaji. Sasa hivi vitu wananchi, ndio maana unakuta wanaongea hapa mheshimiwa mbunge kwamba mimi nimeshinda, imekuwaje na bomolewa? Kwa hiyo tunahitaji tafsiri, au tunahitaji haya mabaraza yakutwe au tukutanishwe tuweze kutoa hoja zetu. Hilo ni la pili. Lakini la tatu na la mwisho, mheshimiwa, nipishe wenzangu waweze kuongea. Kinachojitokeza hapa mheshimiwa, kuna watu limeibuka wimbi la watu ambao miongoni mwao wametajwa, mimi sije kuwaona,
na hata mimi nishaambiwa nitatekwa siku moja, lakini siwezi kutekwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na nikitekwa basi zangu zimefika. Lakini mimi sikai hapa, Mheshimiwa Mbunge, wewe mimi ni jirani yangu. Na uzuri tumekutana sehemu nyingi. Lakini leo kwa sababu tuna kazi hii, tuliongelee jambo hili. Kuna watu wameibuka kwa kusema kwamba haya maeneo wanazo hati ambazo zimepewa toka mwaka 2009 kutoka wizarani. Hizo hati kopi zake ninazo, nitazikabidhi kwako. Wala usipate shida Mheshimiwa, tunalo faili zima tu. Hawa watu kuna wengine nawataja kwa majina. Eneo ambalo limejengwa nyumba ile pale Mheshimiwa, search tumeifanya, inamtaja mtu anaitwa Zakia Amdan Beji. Nyumba iliyojengwa ile pale yenye mstimu. Sababu eneo lote hili ndio lina mgogoro. Lakini huyo mtu amepewa hiyo hati. Sisi tumefanya utafiti na upelelezi. Huyo Zakia Amdan Beji hatambui kama ana eneo hapa. Na namba yake ya simu imeandikwa sio yeye, anakuambia mimi sina eneo. Lakini sisi tumeenda zaidi. Tunataka kujua waliipataje hizi hati. Kwa sababu kuwa na hati halisi haimaanishi uhalali wa umiliki. Utaratibu ulifuatwa. Tukienda serikali ya mtaa na kata, hamna leja za hawa watu kwamba wana haya maeneo. Sababu tunataka tupate register land, yani tupate daftari la ardhi kwamba watu hawa kata hii wamiliki wangu ni hawa. Lakini search zinaonekana hawa watu hawapo. Hata leo mwenyekiti nikimwambia anipe orodha ya wenye maeneo haya, hajui na hana. Kwa hiyo kuna kesi ziko mahakamani, kuna kesi plot number 44 iko mahakamani. Mtu anasema mimi mwenye eneo kipofu haoni, kaniteua mimi nisimamie. Tunamuuliza, wewe umesema eneo hili umelipata kwamba serikali ilitangaza. Baada ya kutangaza wizara, ukajaza fomu, ukalipia. Maswali matatu tu. Tupe tangazo la wizara la kutangaza eneo hilo ulilomiliki. Tupe stakabadhi ya malipo ulilolipia eneo hilo, lakini pia tupe mkataba kabla hujapata hati. Hakuna. Kwa hiyo tunaona kabisa kuna viini macho na kuna watu ambao wako nyuma, genge la watu wengi wanataka kuihujumu serikali na kuwaonea wananchi wanyonge. Mimi Mheshimiwa Mbunge, mimi huku sikai na eneo langu lile pale. Lakini kwa nini nasimama mbele ya hadhara hii? Na waulize, tunakuwa na vikao nafikiri kila Jumapili na wananchi wote hapa. Ni kwa sababu tunataka kutoa tafsiri. Kama wamekaa maeneo sio sahihi, kweli wahame kwenye maeneo sio sahihi. Kama wanahitaji kupewa hati, wapewe hati. Hawapewi, wapewe sababu kwa nini hawapewi. Mwenyekiti utakuwa shahidi. Nilileta barua Novemba 4. Tarehe 4 Novemba. Kutoka kwako iende kata, iende kwa manispaa. Ile barua mpaka leo sikujibiwa. Leo ni miezi mingapi? Novemba, Disemba, Januari, Februari. Ni miezi mingi. Lakini ukitazama kuna watu wana mikono yao kwenye hayo maeneo. Kuna watu wana maslahi na haya maeneo. Haya maeneo Mheshimiwa Mwenyekiti ni hoti. Haya maeneo huwezi kuchukua sio chini ya milioni 100 mpaka 80. Kwa hiyo kuna watu wanakuja na hati. Wale wanaodai wenyewe wenye hati hawamo. Sasa sisi tulichokuwa tumeadhimia Mheshimiwa, hatutoi mahukumu. Tumesema tutafika pointi, tutampeleka kamishna wa ardhi mahakamani, tutapeleka wenye hati mahakamani, tukijidhibitisha kwamba hawa hawana nyaraka halisi na utaratibu wa kutafuta hati au kufatwa. Sasa kabla tukufika huko, tumeleta wewe ni kiongozi wetu. Usihujumiwe na hawa wa pembeni, kwa sababu wako wa pembeni sio waaminifu. Leo umeona hapo mkurugenzi kasaini. Na maana mkurugenzi kadanganywa na watendaji. Una declare vipi eneo ni squatter wakati ramani ya upimaji wa eneo hii ipo? Ina maana mwananchi unamchanganya. Leo ukimwambia na kuvunjia hata ile nyumba hapo hiyo inogongwa gongo. Ile ukiwa bomoa tena watu walikuja usiku. Hiyo nyumba usiku wanasema bomoa, lakini ramani haitaji kama kile kipande cha wazi. Kipande cha wazi kinataja eneo hili plot 103. Ile ni plot 36. Lakini waliambiwa bomoa, ile kwa usiku kama nadanganya hapa. Na nilipigiwa simu usiku nikamwambia huo sio utaratibu. Lakini tufanye search. Lile eneo ni plot na inamtaja mtu mmoja anaitwa Mariam Salumu Mfaki. Yuko Pemba ndio mwenye eneo lile, lakini toka pamejengwa hayupo na haonekani. Wanakuja watu wanauziana. Yaani mtu anachukua hati, anasema hebu nipe kama pao fuatoni. Anapewa tu mamlaka ya kisheria, anakuja anasimama yeye kama anamwakilisha mtu. Lakini wahusika hawapo. Ploti ile iliyojengwa iliyofuata ya William Lukuvi.
William Lukuvi. Sechio mimi ninayo. Uwe William Lukuvi hajui, mimi nimepiga simu, faili ninalo kwenye gari, hajui kama ana kiwanja. Eneo linalofuata kule la mtu anaitwa Mrope, alikuwa mbunge wa Nachingwea. Huyo hajui, lakini kaja mtu anakuambia nina hati ya Mrope. Yani Mrope tu akuchukue wewe, hana vizazi, hana ndugu, yani we nani? Kwa hivi vitu vinatuchanganya sana kiasi kwamba kama hatuchukua sheria, yani hatua stahiki, watu watauana hapa. Ndugu zangu mlioathirika moja kwa moja, nafahamu kujenga nyumba sio kitu cha mchezo katika nchi kama ya kwetu ambako tunadunguliza hela kidogo kidogo. Kwa hiyo unapoondokewa na kitu ambacho ulitumia nguvu yako ya muda mrefu kutafuta na kujikusanya kupata ulipofikia, haikuwa kazi ndogo. Kwa naelewa machungu mnayoyapitia. Ila mnisaidie kitu kimoja, kama alivyopendekeza mmoja wa wakilishi wenu. Mimi nitaomba tukutanishe hizi mamlaka, serikali yetu ya mtaa, serikali ya kata, pamoja na ofisi yetu ya manispaa ya Temeke, ili tuweze kukubaliana na kulielewa tatizo wote pamoja, ili uelewa wa kwako na wa kwangu na wahusika kwenye tatizo na wa serikali hizo mamlaka tatu zilizotajwa, wote tuwe tunaelewa kitu kinachofanana. Kwa sababu migogoro mara nyingi inazaliwa kutokana na kutokuwa na uelewa tofauti kuhusu jambo fulani. Huyu analielewa hivi na anachukua msimamo wa namna hii, mwingine analielewa vingine anachukua msimamo wake, mwingine analielewa tofauti na anachukua msimamo wake tofauti. Kwa hiyo katikati mnashindwa kukutana kwa sababu kila mtu ana msimamo wake na anauelewa tofauti wa jambo hilo. Kwa hiyo kikao hiki ambacho amekipendekeza mwenzetu tutakiitisha, nataka nikuhakikishieni tutakutana, tutajadiliana kwa urefu. Bahati nzuri patakuwa ni mahali pazuri pa kuenda kwa hatua. Hiki mmesema kiko hivi, ushahidi uko wapi? Ushahidi ni huu. Hiki kikoje? Hiki kiko hivi, ushahidi ni upi? Ushahidi ni huu. Hiki kikoje? Ushahidi ni huu, kimesema hivi, fanya hivi. Hiki hatua ilichukuliwa hivi na hivi na hivi. Tutachambua mmoja baada nyingine mpaka tutasema hapa ndio makubaliano yetu kama wananchi. Kwa tukishakubaliana hapo, tutarudi hapa, ama mwakilishi wetu mmoja au sisi wote kadri nafasi takavyoturuhusu tuje tuseme na nyinyi kuhusu hatua tuliyopiga. Kwa hiyo tuwe watulivu. Changamoto hizi zinatokea kwenye maisha, na bahati mbaya ni kwamba zinatokea katika majira ambayo hutarajii. Sasa jambo likishatokea, busara huwa ni kulipokea kwanza, alafu kulipa nafasi ili tupate namna ya kulitatua. Ninafahamu hasira iliyopo kwenye kifua chako ndugu yangu na wenzangu mlioko hapa, lakini tujipe nafasi ya kupata jawabu la tatizo. Naamini hakuna jambo linaloshindikana kupatiwa jawabu. Kama kuna tatizo tutajua ni tatizo, kama halipo tutajua halipo. Kila kitu nikipa nafasi na kukipa nafasi ya mazungumzo. Mazungumzo ndio yanamaliza kila kitu. Sawa jamani? Kina mama zangu nawapa pole. Najua watoto mnapata changamoto namna ya kuwaelezea hili jambo. Unajua jambo linapotokea alimgusi baba tu na mama peke yake, hata watoto walioshuhudia. Kwa hiyo mtusamehe kwa mapungufu yalijitokeza haya, na sisi kama viongozi wenu tutajitahidi kuchukua hatua ya kutatua kwa sehemu kadri Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha. Ni hayo kwa leo. Kama mtaniruhusu mimi nianze sasa kufuatilia kuhusu namna tunaweza kuanzisha hiki kikao. Alafu kupitia ndugu yetu hapa nitawajulisha tarehe ya kikao. Sawa ndugu yangu? Nashukuru mheshimiwa, lakini tungeomba pia ombi lako, najua uliko kwenye uwezo wako. Ndugu zetu waliopata mwanga huu wapewe ka grace period kidogo kama muda. Angalau hata muda mchache tu katika namna ya kujipanga. Hiyo ni huruma sasa ya kibinadamu. Wao nao waichukulie kama huruma. Sababu kama ni eneo limekuwa declared la wazi na bado halina matumizi kwa muda huo, hawa ni binadamu pia. Ukisema bado uendelee kwamba ondoka babaki na nyasi zinaota, bado hatukutenda ile haki, hata Mwenyezi Mungu anaweza kwenda kutuhukumu sehemu. Kwa hiyo inaweza isiwekwe miongoni mwa sheria, lakini ije katika mtindo wa kanuni za kibinadamu na utu. Kwa hiyo tunaomba ulichukue hilo, utufikishie hilo jambo letu, ombi letu,
kwamba angalau hii bomoa kwa sababu ni maeneo machache haya, wajistiri kwa kujibana hivyo hivyo wakati tutatafuta mwafaka ambao unajua muda sio mrefu tunalihitimisha, tunapata maamuzi. Tuombee hilo, tulibebee hilo kiongozi wetu. Sawa. Kwamba angalau basi naomba wasitishe hawa ndugu zetu wajistiri kidogo, ni hilo tunawasilisha. Sawa. Na sawa, ni sahihi kabisa, na mimi nitaliwasilisha leo hii. Lakini nitajitahidi kikao kifanyike ndani ya muda mfupi iwezekanavyo. Haraka iwezekanavyo. Kwa sababu jambo lilo na dharura tulitatue kwa dharura. Mheshimiwa, samahani kidogo. Ndio kaka. Ndio. Unapotueleza swala la kutuombea muda kadhaa, hakuna ubishi, tunakubaliana na ile ramani inayosoma hapo block 25 Kibada. Nilitangulia kukuuliza uko eneo gani? Changanyikeni. Sasa unatuombeaje muda kadhaa tuendelee kujibana tukiwa tuko Changanyikeni na hiyo ramani ni ya Kibada? Hilo swala kidogo niweke sawa. Sawa, mimi kwa sababu sio mtaalamu wa mambo ya ardhi, ndio maana nataka tutathibitisha Kibada ni mianzini ni wapi ili tujue tujiridhishe. Mheshimiwa, tutapata shida sana. Kinachonipa shida huko na uongozi hapo unaoeleza kwamba ni serikali ya mtaa ya Changanyikeni. Unataka kujiridhisha kipi kusema hapa ni Changanyikeni au ni Kibada? Ikiwa uongozi huu hapo jirani yako unathibitisha ni serikali ya mtaa, huyo si mwenyekiti, ajieleze ni mwenyekiti wa wapi. Tunapata shida gani kusema ni Kibada au Changanyikeni? Shabani. Naam. Nisikilize mdogo wangu. Sawa. Acha tujipe nafasi ya kulijua. Tulijua kwa sababu mimi nimekutana nalo kwa mara ya kwanza. Ndio. Ni muhimu nilifahamu vizuri. Na namna ya kulifahamu vizuri ni kupata nyaraka zile. Na bahati nzuri mtakuwa na wawakilishi tutazipitia kwa pamoja wote. Haitakuwa jambo la siri. Mheshimiwa, nashukuru kwa hilo. Ila kuna mashaka nayapata kwa maelezo yanayotoka Kabala. Unapotueleza kusema utuombee muda. Hebu ninukuu hii kauli, utuombee muda kidogo tuendelee kujibanabana. Ikiwa tayari hakuna ubishi mheshimiwa. Hapa tulipo serikali ya mtaa ya Changanyikeni Vikunai hii. Niliuliza hapa mapema kabisa. Uko wapi? Wewe mwenyewe mheshimiwa ukanithibitisha Changanyikeni. Alichosema Abdalla tuwe clarification kwa sawa. Samahani kidogo mheshimiwa. Hamna neno, sijali. Shabani, tunachokiongea ni kwamba tatizo limeshatokea. Sawa? Ni kwamba mheshimiwa kwa mara ya kwanza ameweza kufahamu. Na nadhani umeongea vizuri tu kwamba kitendo cha yeye kuambiwa jana na kufika ni swala la kizalendo na ni swala la kuonesha ukomavu kwenye uongozi. Huyu ni kama mzazi. Sisi anatulea kama kiongozi wetu. Kwa kama aliweza kufika, sidhani kama atashindwa kuongea na uongozi wa manispaa kama walipanga. Nafikiri walipanga kesho waje kama sikosei. Sasa kama anaweza akaomba kwamba ni sahihi. Lakini kama sisi tuko kwenye kuomba, kwa sababu hata ombi unapoliomba yeye sio malaika. Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akakalia kanuni na taratibu na mwingine akakalia ubinadamu. Sasa wao kama wamekalia kanuni na utaratibu, wewe watakuvunjia, atakwambia nenda mahakamani washtaki. Sisi hatuko huko, hatuko kwenye kusigana. Ndio maana tunalipa huo muda kwamba atuombee mheshimiwa wetu, tupewe muda katika namna ya tuendelee kujistiri bila kufanya huu uharibifu. Ili tuje na kikao tulichokiadhimia kije kutupa ufafanuzi na umiliki na kila kitu kuhusiana nini kifanyike. Kwa hiyo ukimwambia tu kwamba bwana inabidi tu hapa kwa sababu ukweli unajulikana, bado ukweli hatunashindwa kuufahamu kwa sababu wale wanachoelewa na sisi tunachoelewa, mheshimiwa anachoelewa na wenzetu waliojumuika hapa, tuna tofauti za uelewa haya maeneo. Lakini tukizikutanisha tutaupata ukweli wakati tumepewa muda wa kusikiliza kwa muda fulani. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa uendelee na hilo jambo, sisi utuombee, bado niko natubu kwako, utuombee hawa ndugu zetu wapate kujistiri kwa kipindi fulani ili sisi tuendelee kufanya majibizano na majadiliano ili jambo kupata mwafaka. Tumepokea na kama nilivyosema tutahakikisha kikao kinafanyika katika muda mfupi iwezekanavyo sana. Kwa sababu jambo likiwa na dharura kama nilivyosema tulitatue kwa dharura. Mengine ndugu viongozi tulioambatana pamoja, nafikiri kwa leo tufunge, tuhitimishe wakati tunasubiri hatua inayofuata. Tutaalikana tena kwa ajili ya kikao tutakachokuwa tumekipanga kuzungumza na wananchi hapa. Sawa. Basi tuishie hapo ndugu zangu. Ndugu Abdalla, naona na rafiki yangu Shabani na yule ndugu yangu kijana mwenzangu pale, tutaendelea kuwasiliana tuone hatua tunazoweza kupiga kwa pamoja kutatua tatizo hili. Ya tuliruka itifaki atukutambulisha meza kuu. Sawa, mna shida. Kwa dakika moja naomba tuanzie hapo utambulisho wa haraka alafu nitafunga. Tuanze hapo. Sasa kukumbuka.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi. Kwa jina anaitwa Sudi Mohamed Mkinga, katibu kata ya wazazi kata ya Twangoma. Poleni ndugu zangu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Poleni kwa yaliyotokea, lakini changamoto za maisha. Naitwa Abdalla Bori. Ni mjumbe wa kamati ya siasa. Ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi. Poleni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Poleni sana. Poleni. Huu ni msiba, na msiba huu umetukuta sisi wote. Nikisema umetukuta sisi wote, sisi tumeambatana na mheshimiwa mbunge baada ya jana kuzipata hizi taarifa. Mbunge akasema ninayo sababu za msingi kabisa kesho kuahirisha majambo yangu kwa ajili ya kwenda kuwasikiliza wananchi wa Changanyikeni, lakini pia sio kuwasikiliza tu na kuona uhalisia wa jambo lilivyo. Tumefika, tumejionea, lakini pia tumesikia. Sasa kama alivyosema mheshimiwa mbunge kwamba kila unapotaka kutatua jambo lazima kwanza ujue, alafu uanze kufuatilia, mwisho wa siku utapata ufumbuzi. Niwaombe wote tuendelee kuwa na imani huku tukimwomba Mungu, lakini pia poleni sana sana kwa nyinyi mliofikwa na hizo ghasia za kuvunjiwa majumba. Kama alivyosema mheshimiwa mbunge kwamba ujenzi wetu wa Tanzania wengi wetu ni wa kudunduliza, sababu ukiangalia hata tofali zilizoguswa hapo ni tofali za udongo huu wa kuchimba chimba humu. Maana yake ni kwamba wewe mtu anazunguka akirudi mfuko mmoja anagonga. Leo imevunjwa, anaweza akajenga kwa haraka? Hiyo ni shida. Lakini naamini hakuna jambo ambalo litakosa ufumbuzi pindi vikao vitakapokaliwa. Kwa majina naitwa Waziri Mseketu, katibu wa siasa na uenezi wa kata ya Twangoma. Asante. Wazazi salama. Poleni sana. Kwa jina naitwa Mohamed Dingole, malezi wa kata Twangoma. Poleni sana. Kazi na utu. Majina naitwa Omari Mohamed, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tawi la Changanyikeni. Sasa hivi poleni na matatizo. Kwa jina naitwa Alima Kikaka, mwenezi wa tawi la Changanyikeni. Kazi na utu. Kwa majina naitwa Alipoeza, mjumbe wa halmashauri kuu kata. Nasema poleni sana ndugu zangu. Habari za muda tena. Mimi naitwa Laila Kambi, katibu tawi Changanyikeni. Poleni sana. Sasa hivi kwa jina naitwa Asha Mustafa, mwenyekiti wa UWT. Habari za saa hizi. Mimi naitwa Zakia Mwiru, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Changanyikeni. Habari za leo. Poleni sana. Mimi naitwa Emmanuel Sadiki, mjumbe wa serikali za mtaa Changanyikeni. Sasa hivi ndio naitwa Dinani Hassan, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Changanyikeni. Kazi na utu. Songa mbele. Poleni sana jamani. Muwe na moyo wa subira kama kiongozi alivyosema Naitwa Jessica Mlawa, mjumbe wa serikali ya mtaa Changanyikeni. Habari za saizi leo. Kubwa shikamoo. Jina anaitwa Lila Likoko, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Changanyikeni. Tuwe na subira. Alipokuwa na subira heri anakuja. Mimi naitwa Alex Marindo, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Changanyikeni. Niseme nimefunga mkutano rasmi. Asante. Sijui mheshimiwa mbunge, haya yote ambayo yako kwenye kata hii ya Twangoma, sijui wasaidiaje wananchi, kwa sababu ni maeneo mengi ambayo manispaa wamehusika kuyauza. Mama katibu anaitwa katibu sokoni, yule katibu anaitwa Nipate nafasi acha niafuatilie.
Lakini nashukuru kwamba umenipa taarifa muhimu sana, na kama unavyosema maeneo hayo ni muhimu kwa ajili ya matumizi yaliyokuwa yamepangwa pengine kabla. Changamoto ya maeneo ya uwazi, wahusika wakubwa ni manispaa ya Temeke, hasa kitengo cha ardhi. Sasa sijui hapa pana shida gani, na hii migogoro yote wao ndo wanaisababisha, wao ndo wanatoa vibali makaburini, wanatoa kibali cha kujenga makaburi. Mheshimiwa, tukifika pale utashangaa kaburi linazungukwa hivi, mtu anajenga nyumba, wengine inasemekana wamechimbua kabisa miili ya watu waliokuwa wamezikwa pale. Na mwaka jana tulipiga kelele sana, kuna nyumba mpya tena imejengwa makaburini. Hapa nataka tumuulize mheshimiwa mbunge kama hapa alipo, kwamba labda angalau kidogo ana neno gani kwa wale ambao sasa nyumba zao zimebaki vile, kwamba sasa mheshimiwa, wale ambao nyumba zao zimevunjiwa pale labda tutakuwa tunaandalia mazingira gani kwa siku kama ya leo hivi, wale watu watalala wapi nyumba zao zilizokuwa chini? Tulishazungumza hapo kama tulivyoongea na wananchi wetu pale. Tunazungumza na uongozi wetu wa serikali ya mtaa kuona namna gani katika muda huu wanaweza kusitiriwa wakati tunaendelea kutafuta jawabu la tatizo hili. Safi sana. Kwa muda huu ninaitosha kusema haya. Inatosha sana, ni maneno ya kushibisha kabisa. Asante sana. Mimi mwenyewe nilitamani sasa mimi tayari nimeshika huko kuleta mzigo huko. Ina maana swali nilikuwa naweka pale bahati mbaya sio. Kuna aliyejaribu kupata hiyo ufahamu wa kuuliza kwamba hawa watu wanalala. Sawa Kwa hiyo majibu wale yanasema tayari sasa mengineo yanaweza kaendelea. Wanamtaja mkurugenzi na mtendaji. Manispaa. Naitwa. Karibu ndugu yangu. Asante sana Manuel TV online. Kwanza tukushukuru sana kwa sababu wewe ndio ambaye umeliibua hili kuja kutuonesha kwamba kipi ambacho kinaendelea kwa wenzetu hapa Changanyikeni. Sasa kimsingi tulitegemea kwamba kutokana na emergency ambayo imetokea mahali hapa pamoja na namna tukio jinsi lilivyo, tulitegemea kuja kupata majibu ya kina ya serikali. Kwa sababu tunaamini kwamba serikali yetu ni sikivu, serikali yetu inaweza kujibu matatizo ya wananchi. Ndugu mwandishi, labda nikwambie tu kwamba kero ya ardhi kwa maana ya Twangoma imekuwa ni kero kubwa mno. Haya ambayo unayaona yametokea hapa leo ndio utayakuta Mikwambe, ndio utayakuta Changanyikeni, ndio utayakuta Mwapemba na maeneo mengine yote ya Twangoma. Kero hizi zinaendekezwa na idara ya ardhi manispaa ya Temeke. Kwa nini? Kwa maana ya Mikwambe tayari kuna viwanja vimeongezwa kutoka kwenye mradi ulipoishiwa viwanja vya mwanzoni vya serikali, umekuja umepimwa mradi mwingine tena kwenye eneo la bonde. Wana Mikwambe walifanya juhudi hizo za kumuita, wakati huo alikuja pale mheshimiwa mkuu wa wilaya Bwana Sixtus Mapunda, lakini pia aliungana pamoja na timu ya manispaa. Wamekuja wametambua tatizo lile lipo, tukaambiwa kwamba wanachukua wanayabeba, afu mwisho wa picha tutatuletea mrejesho. Ni mpaka leo hakuna kitu ambacho kinaendelea maeneo yale. Mwandishi, hawa watu hapa tayari wapo nje, lakini pamoja na mbunge kuja na timu yake ya kata ya CCM hatujasikia chochote. Labda kwa kuwa mimi nimechelewa, lakini sijasikia chochote kuhusiana na namna gani tunawaacha hawa wananchi wetu hapa. Ni hatari sana. Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinajinathibu kwamba chenyewe kinaenda na kazi na utu, kwa maana serikali ya awamu ya 6 ya pili yenyewe inafanya kazi kwa kuangalia utu. Sasa hapo kwenye utu hapo mimi sijauona huo utu ambao tunauzungumza. Sote tunajua kwamba watu kitu ambacho wanakihitaji hapa sio kupewa pole tu ya maneno, sio tu kuja kutiwa moyo. Hawa watu kwa sasa hivi kama tunasema utu, mimi ningeuona utu pia
hata kwenye kutoa chochote ambacho tunacho. Kwa namba ambayo tulikuwa tumekuja nayo hapa, viongozi wa serikali na viongozi wa chama ambao walikuwa wamekuja hapa, tutakiwa tuweze kusema kitu kuhusiana na wenzetu ambao tunawaacha hapa. Chama cha Mapinduzi kinatakiwa kuweza kujitafakari. Kujitafakari kwa sababu gani? Kwamba aina viongozi ambao tunaweka huku chini kwa maana kusaidia chama, wengi wanakuwa ni changamoto.